Ifuatayo ni tafsiri ya Kiswahili ya maoni ya mkurugenzi wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani CIA, John Brennan, alipohojiwa na chombo cha habari cha MS Now nchini Marekani. Anasema hii ni mara ya pili katika karne 21 ambapo Marekani imefanya makosa makubwa sana kuhusiana na kuingilia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2003 tulipoivamia Iraq, jambo ambalo liliishia kuwa miongo kadhaa ya vurugu na ugaidi. Kutoka hapo likazaliwa kundi la IS na matokeo yake ikawa ni zaidi ya miaka 20 ya machafuko, mkanganyiko na vurugu. Sasa tunafanya mashambulizi makubwa ya kijeshi dhidi ya nchi kubwa sana, Iran, ambayo ni kubwa zaidi kuliko Iraq na yenye historia ndefu katika eneo hili. Kwa siku kadhaa zilizopita tumeona mashambulizi makubwa dhidi ya Iran na serikali yake, huku ikielezwa kwamba serikali ya Iran imeshakuwa dhaifu. Dhahiri hili ni janga lisilo na maana na kupoteza maisha kwa wingi kama ilivyosemwa na maseneta. Hakuna tishio la moja kwa moja la kibinadamu. Kwa wazi naona kwamba serikali sasa inafanya mambo ili kuthibitisha kile kinachotokea, lakini kwa wazi ni kwamba Benjamin Netanyahu, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akitaka operesheni hii ya kijeshi dhidi ya Iran, aliweza kumshawishi Donald Trump kushiriki katika jambo hili. John Brennan ananukuu kauli waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Marco Rubio alisema, Israeli ikishambulia Iran, Iran itajibu, na hapo tutajua uwezo wa Iran, watarudisha mashambulizi, na hivyo basi ndio sababu tulishambulia kwanza. Mwisho wa nukuu. John Brennan anaendelea, lakini tungeweza kuizuia Israeli kuishambulia Iran kwa kuambia, usishambulie kwa sababu hatutakuunga mkono. Je, hatuna nguvu juu ya Israeli? Hakika tunayo. Huu ni uamuzi wa moja kwa moja wa Trump kushambulia wakati tunashiriki katika mazungumzo na Iran kwa mara ya pili, na wakati wanaposhambuliwa kuna uongo unaoenezwa dhidi ya Iran. Maoni yangu ni kwamba Donald Trump, bila kujali taarifa za ujasusi, bila kujali kwamba programu ya nyuklia ya Iran imethibitiwa, na bila kujali Israel, wanatengeneza mambo ya uongo kuhusu kile Iran inafanya. Na ingawa kuna watu wengi wanalia dhidi ya serikali kwa kuficha mpango wa kifo cha Khamenei, lakini tukumbuke kuwa serikali ya kidini ina watu wengi wanaoipenda katika nchi yenye watu milioni 92, ambapo maeneo ya vijijini pia yana ushawishi mkubwa. Watu wa vijijini na Tehran wanaona wazi wazi vitendo vya Marekani hivi sasa. Huu ni mfano mwingine tu wa Marekani kufanya mashambulio yasiyo halali ndani ya Mashariki ya Kati moja kwa moja dhidi ya Iran. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba kile kinachotokea sasa kitadumu nasi kwa miaka mingi ijayo. Kwa hakika kuna majibu ya kijeshi awali kutoka Iran, lakini nadhani hili litaibadilisha kabisa mandhari ya Mashariki ya Kati na si kwa ubora. Hatujui mambo yatakuwaje. Hatuna dalili yoyote kwamba jeshi la Irani limegawanyika au limeachana na viongozi wa kidini, lakini hili ni jambo ambalo kwa wazi ni jukumu la Donald Trump. Ikiwa mambo yatakuwa mazuri kwa Marekani, basi Trump atapata sifa, lakini kile kilichotokea Iraq kinaonyesha kwamba ikiwa hili litaleta kipindi cha vuguvugu na kutokuwa na utulivu wa muda mrefu katika Mashariki ya Kati, Trump atabeba dhima yote. Alijiondoa katika mazungumzo ya nyuklia yaliyofanywa na Obama, ambapo Iran ilikubali kutoa 90% ya uranium yake iliyosafishwa na kuruhusu ukaguzi. Trump alihitaji mazungumzo mapya, lakini hili analofanya alihitajiki na wala halina maana, na limefanywa bila kushirikisha Congress na washirika wetu. Kwa hiyo huu ni uamuzi wa Donald Trump na Netanyahu kuanzisha uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran.